Ni furaha yangu kubwa kukutana na wewe siku ya leo. Asante kwa kunipa muda wako. Hongera kwa majukumu yako. Karibu kwenye kipindi cha leo, ambapo leo nataka nizungumze namna ya vile unavyojijali dhidi ya wengine unavyowajali. Unapojijali wewe, unapojipenda, unapojithamini, unapojua thamani yako, inakupa hali ya wewe pia kuweza kuexperience furaha, kuweza kuexperience amani ndani yako. Ndipo inakuwa rahisi kwako kuweza kutoa pia kwa watu wengine, kuweza pia kuwajali watu wengine. Lakini pale unapokuwa unafanya unawajali zaidi wengine kuliko wewe unavyojijali, haiwi sawa sana. Kwa maana utakuwa una pretend, utakuwa una fake, utakuwa unafanya mambo ambayo sio uhalisia wako. Kitu kikubwa na cha msingi, jijali, jithamini, jipende, elewa ukuu wa Mungu katika maisha yako, husiana naye, jua taarifa zikuhusuzo kutoka kwake, then ukishajaa ndani, ukishaelewa yale ya kupasa wewe kuyatenda na kuyafanya, itakuwa rahisi pia kuweza kutoa kwa watu wengine, na watu wengine wakaweza experience makubwa zaidi kutoka kwenye maisha yako. Lakini unapo pretend, unafanya zaidi kwa wengine, unafanya zaidi kwa mwingine, ila wewe hufanyi kwako, hujifanyii, unakosea. Huo si upendo, kwa sababu kitu unachokifanya wewe, Biblia inasema mpende jirani yako kama nafsi yako wewe. Kwa kama nafsi yako unaipenda, ndipo na uwezo pia wa kuweza kumpenda jirani yako. Lakini otherwise ukifanya unampenda jirani yako alafu wewe ujipende, inamaanisha unaenda kinyume. Mungu mwenyewe anasema aliupenda ulimwengu. Aliupenda ulimwengu, inamaanisha yeye ni pendo. Ndio maana akaweza kuupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe pekee Yesu Kristo ili kila muaminie aweze kuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo kumbe na sisi pia tuna nature yake, tuna asili yake yeye. Kwa ni lazima wewe jipende, jithamini, jijali. Jua kwa nini upo kwenye hii dunia. Elewa thamani yako, kwa nini Mungu alikuumba. Ukielewa hilo, tumia upekee wako kuweza kushare na wengine, na watu wengine wataweza kufurahia zaidi yale makuu ambayo Mungu anakuwa ameweka ndani yako. Usijistressi, usiji overdose, usifanye kadiri ya vile ambavyo uweze. Fanya kutokana na yale Mungu aliyokubariki nayo. Fanya kwa moyo wa kupenda, fanya kwa upendo, ndipo utakapoweza kuona matunda mengi pia kutoka kwa watu ambao unakuwa share nao, ambao unakuwa unashirikiana nao, ambao unakuwa unawasaidia. Hii nimeiongelea, kuna issue ambayo inaendelea sana mara nyingi. Mtu anaweza kaa na partner wake, kwa mfano ni mpenzi, ni nani, unafanya zaidi kwa huyo ili akuone, ili akuappreciate, kwa maana una chase. Yani una focus zaidi kwake mpaka unajisahau wewe. Unapojisahau wewe, nature ya binadamu, kiasili ya mwanadamu, inamaanisha yule mtu utamboa. Yani atakuchukia kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu anaona wewe ufanyi upande wako, lakini wewe unafanya kwa sababu unamuogopa. Unafanya kwa sababu unataka kitu fulani kutoka kwake. Kobi kuwa wewe, fanya yale ukopasa kuyafanya, na mwisho wa siku mambo yataenda vile ambavyo inabidi yaende. Mungu atujalie sana, Mungu atusaidie tuweze kwenda sawa sana vile ambavyo inabidi tuende. Barikiwa sana, and be blessed. Asante sana kwa muda wako. Jitafakari, kuwa msaada kwa wengine, kuwa msaada kwako ili uweze kuwasaidia wengine. Mwisho wa siku watu waweze kufurahia upekee ule ambao uko ndani yako. Barikiwa, tukutane tena katika kipindi kijacho. Kwa heri kwa leo.